Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ndugu jamaa na marafiki, vijana wenzangu, jamani, hapa ninaongea habari moja tu kuhusu Yesu Kristo mwokozi wa maisha yetu. Nazungumza na wewe kijana, ewe mama, ewe baba, ewe binti ambaye bado hujampokea Yesu Kristo. Ninachomaanisha ni kwamba kila kitu unachokitaka katika dunia hii, chochote, iwe mali, iwe afya, iwe nini, iwe mafanikio, kinapatikana kwa Yesu ambaye ni mwokozi wa maisha yetu tokea mwanzo, toka kuumbwa kwetu, toka kuumbwa kwa mwanzo wa dunia. Yani chochote kilichopo kwenye hii dunia, ukimpokea Yesu, ukikubali kumpokea Yesu kwenye maisha yako, vyote utavirithi ukiwa hapa duniani. Yani ninavyokuambia kwamba utapokea vingi, kama umeahidiwa urithi wa milele, hapa duniani ni zaidi. Karibuni sana, mpokee Yesu awe mwokozi wa maisha yenu. Ninawapenda sana vijana wenzangu. Ni mwokozi wa ulimwengu na tena yeye anaweza yote. Usiwahi kuacha kumtegemea Yesu au kuja kwa Yesu kwa sababu unaogopa maisha yatakuwa magumu. Lolote uliombalo au lolote ulitafutalo kwa Yesu unalipata. Mimi nilimpokea Yesu mwaka 2002. 2002 ndipo nilipompokea Yesu, kabla hata sijaolewa. Na sasa ni mama wa watoto 3. Lakini nikwambie siri ya Yesu, lolote uliombalo kwake unalipata. Maombi ni hakiba. Maombi ni hakiba. Ni sawa na mtu ambaye amevuna mahindi na akaweka chakula cha hakiba. Kwa hiyo lolote unaloliomba kwa Yesu, hakuna ombi ambalo linapotea bure. Maombi ni hakiba. Na kama hatafanya leo, Kristo Yesu atafanya kesho. Haijalishi ni muda gani, lakini Yesu majibu yako atafanya na atakujibu. Usiache kumuomba Yesu. Neno la Mungu linasema ombeni bila kukoma, na usikome. Kwa Yesu hauchoki, yeye hakemei. Mwanadamu anaweza kachoka, lakini Yesu Kristo hachoki. Asante, karibu kwa Yesu, na Yesu anakupenda. Amen. Yesu ni jibu. Yesu ni jibu kutokana na maisha yetu ya wanadamu na maisha yetu ya mbinguni baadaye. Kwamba ukimtumainia Yesu atakujibu katika mitandao yako yote, katika kazi zako, katika biashara zako zote. Je, wamtumainio Bwana kama nani? Wamtumainio Bwana ni kama mlima wa Sayuni ambao utakao tikisike milele daima. Wakao ndani yangu na mimi nitakao ndani yao. Je, ndani yao hiyo ni vipi? Ukikaa ukimtumainia yeye, ukimsikiliza atakujibu kwa wakati.